TV Online TV. Amani iwe juu yenu. Karibuni tena kwenye channel yetu Bosni Online TV. Karibuni kwa tiba tofauti, na leo tumewaandalia somo zuri, ila tafadhali usifanye haraka, angalia mwanzo mpaka mwisho ili mengi asije kupita kwa wale wenye kuhitajia tiba mbalimbali. Basi katika video hii namba zitapatikana, maana mtaalamu wetu anatibu ndani ya nchi na nje ya nchi. Karibuni, somo letu leo ni hili. Ya Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibuni kwenye channel hii Bosnia Online TV. Leo ni mwendelezo wa masomo yetu mbalimbali. Tafadhali subscribe na kulike na kushare ili uwe mwanafamilia. Na kama tayari, endelea kushare na wengine wapate kujifunza haya masomo. Na vile vile ikiwa una shida mbalimbali, usisite kutafuta kwa namba zetu za simu zinazopita hapo mbele. Ndugu yangu, mada ya leo kama heading ulivyoiona, kwa nini dua hazikubaliwi? Hili ni jambo la watu wengi hujiuliza mara kadhaa, huwafanya baadaye kubadilika tabia na mwenendo na kukufuru kwa Mungu. Labda Mungu mihanioni, labda Mungu hayupo, labda hivi, labda vile. Kila mmoja hunena kauli yake, maana kila mmoja nafsi yake ilivyo. Dua ni silaha kubwa ya muumini. Leo tutazungumzia kiundani. Dua ni silaha kubwa ya muumini, ni daraja la mawasiliano kati ya mja na Mola wake. Lakini kwa nini baadhi ya dua hazikubaliwi? Ni nini kinachoweza kuwa kizingiti cha maombi yetu yasifike mbali, au yasifike au yasikubaliwe kwa Bwana Mungu? Katika video hii nitaifanya kuwa ndefu kidogo ili tuweze kufahamu kwa nini dua zetu hazikubaliwi, nini tatizo. Ndugu yangu, tega sikio lako kwa umakini na usikilize haya nitakayozungumza kwa machache, maana nafahamu pengine unajua una ujuzi zaidi yangu, lakini ni muhimu kama alivyosema fadhakir in nafa'atu dhikra fatanfa'u mu'minin. Hakika katika ukumbusho huo watawafaa wale walioamini. Ina maana kwa yule Muislamu tunasema ameamini ndio maana akawa Muislamu. Kwa maana hiyo ujumbe huu ni vyema ukausikiliza, huenda hata kama una elimu ya hilo, lakini ukapata ujireview, uji-update. Update si lazima update software ya kompyuta au simu, hata kwenye elimu yako Mungu aliyojalia. Utaingia kwa kina ndani ya swala hili tukitumia Qur'an tukufu na hadithi sahihi, maneno ya wanazuoni na mifano halisi ya maisha. Utajifunza sababu kuu zinazopeleka dua kutokubaliwa na namna ya kujirekebisha hali hiyo. Kwa mtazamo umuhimu wa dua, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na Mola wenu mlezi anasema, niombeni nitakubali. Suratul Ghafir. And you Lord say, call upon me, it will respond to you. Hii ni ahadi ya moja kwa moja kutoka kwa Allah. Lakini mbona hatuoni majibu? Sehemu ya pili, sababu za dua kutokubaliwa. Kula haramu au riziki isiyo halali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ataja mtu anayefanya safari ndefu mwenye mavumbi na akiinua mikono yake mbinguni akisema, ewe Mola, lakini chakula chake ni haramu, kinywaji chake ni haramu, mavazi yake ni haramu, na amekulia kwenye haramu, basi vipi dua yake itakubaliwa kwa wema? Al-Muslim kutojua adabu za dua, kuomba bila kutukuza Allah, kuomba bila kumletea Mtume sala salamu, kuomba kwa haramu ya subira. Mmoja wenu atakuwa anajibiwa dua yake muda tu isipokuwa na haraka,
akasema nimeomba lakini sijajibiwa. Bukhari Muslim. Kuomba kwa dhambi au kuvunja uhusiano, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hutajibiwa dua ya mtu anayeomba dhambi au kukata mshipa wa jamaa, yani kukata udugu, basi mtu huyo dua yake ikubaliwi. Kutojua nini ni kheri, Allah anasema na huenda mnapenda kitu ambacho si kheri kwenu na mnachukia kitu ambacho ni kheri kwenu, na Mwenyezi Mungu anajua lakini ninyi hamujui. Surah Al-Baqarah. But perhaps you had as it and is good for you, and perhaps you love sin and is bad for you, and Allah know what you know not. Sehemu ya 3, mfano hai kutoka kwa manabii na maswahaba. Nabii Yunus alikumbwa na ziki, alipomezwa na samaki, hakusema ewe Mola niokoe, bali alikiri kosa na akasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surah Al-Anbiya inatueleza hivyo. Nabii Ayubu alipatwa na ugonjwa mkubwa, lakini akasema ewe Mola wangu, hakika mimi nimeguswa na zana, na wewe ni mwenye kurehemu kuliko wote wenye kurehemu. Surah Al-Anbiya. Allah akasema tukamkubali, tukamwondolea ziki aliyokuwa nayo kwa kipindi chote hicho. Sehemu ya 4 kwa mtizamo. Mawazo ya wengi, tunasahihi wapi? Tunasadiki wapi? Watu wengi huuliza, nimeomba miaka 5 bado sijaona, nililia usiku kucha lakini bado mtoto wangu ni mgonjwa. Mwingine husema Mungu wewe umeniumba mimi tasa, kwa nini usimwombe mwingine? Umeniumba mimi hivi, umenikosesha mimi kuwa na mtoto, nimekosa nini mpaka kukufuru? Wale wangapi huko wanaambiwa kwenda hospitali, wewe tasa una kizazi, lakini anapokuwa irji kwa Mwenyezi Mungu akafanya mema mazuri na kufurahisha Mwenyezi Mungu, baadaye Mungu akambariki na kupata kizazi, na akienda hospitali kizazi kinaonekana. Hizi zote ni changamoto Mwenyezi Mungu anatujalia na kutupima imani zetu, ima shakira wa ima kafura. Utakufuru, utashukuru kwa ile mitihani anayotupatia, kwamba isiwe sababu una ugonjwa fulani kwamba hiyo sababu ya kukufuru Mola. Hapana. Anaokupa mtihani Mwenyezi Mungu ni jaribio la nafsi yako kutokana na imani yako. Vile vile, je, ni kwa adabu zipi uliomba? Je, uliswali kwa unyenyekevu kabla ya dua? Je, ulimtanguliza mtume kwa sala na salamu, yani kumswalia bwana mtume? Hakika ya Allah na malaika wake wasalia mtume, yenye mlioamini msalieni na umswalie kwa salamu. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Did Allah and His angel and send blessing you upon the Prophet, or you have believed ask Allah to confer blessing you upon him and ask Allah to grant him peace. Aya 33. Sio unamsifia rafiki tu, sio unamfikia jamaa au mpita njia au mwa television, jamaa fulani bwana mchezo wake mimi naikubali, utoke kwenye kioo, utoke kwenye kioo kutazama mpira fulani bwana, iko hivi. Unasifia vitu ambavyo kupumbavu na kupuzi, unamsifia mwanamke wako, unasifia vitu ambavyo visieleweka kwa mahitaji yako. Basi kama mahitaji kwa Bwana Mungu, ni vyema ukamsifu Bwana Mtume, ni vyema ukatafuta maneno mazuri kwa jina la Mwenyezi Mungu mtukufu ukawa unatamka na huko kumsalia Bwana Mtume. Basi natumai dua yako itakuwa nyepesi yenye kukubaliwa. Halafu unamsahau yule aliyeleta nuru kwako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtazamo sema jinsi ya kuifanya dua hiyo na mafanikio. Tangaza udhaifu wako kama alivyofanya Ayubu. Nimeguswa na zikri. Ameguswa na zikri wakati huo. Mtanguliza mtume kwa sala na salamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kiri dhambi zako kama Yunus, inni kuntu minadh dhalimin. Kiri dhambi zako kama Yunus. Kuwa na moyo wa subira kama Nabii Zakaria, hakika Mola wangu ni msikivu wa dua. Kuwa na hakika ya kupokea yakini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema
Ombeni kwa Allah huku ukiwa na yakini ya kupokea. Omba kwa majina yake mazuri, Asmaul Husna, ya Allahu, ya Latifu, ya Qudusu, ya Jamiu, ya Samiu, ya Basiru, ya Wahabu, ya Rahmani, ya Rahimu. Hayo yote ni majina ya Mwenyezi Mungu na ni wa Allah majina mazuri, basi mwombeni kwa hayo. Suratul Araf inatueleza sehemu ya 6, 3 kati ya majibu na dua kwa kutizama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema dua ya muumini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema dua ya muumini hujibiwa kwa njia 3: ama hupewa anachoomba, ama huondolewa balaa zito kabla ya kile alichokiomba. Yani iko hivi, unaweza kuomba dua ukapewa papo kwa papo kile ulichokiomba, na unaweza kuomba dua lakini ikachelewa ndani ya miezi 3 au mwaka, alafu dua yako ikakubalika. Na vile vile huondolewa balaa. Yani unaweza kuomba dua ya kitu fulani lakini una balaa fulani linataka likufike, basi dua yako kile ulichokiomba unaondolewa lile balaa, kile ulichokiomba kipati wakati ule. Na pia ukasema kila siku naomba kitu fulani Mwenyezi Mungu hajanipa, hivi unalalamika, kumbe tayari Mungu amekuvusha kwenye balaa jingine ambalo linataka likukute. Vile vile haukuwekewa sawabu siku ya Kiyama. Ahmad al-Munzir hadithu sahih. Leo tunamsifu rafiki, mpenzi, msanii, mchezaji wa mpira, tukidai tuko tayari kupigana kwa ajili yao. Mtume akisema vibaya, hatumii, hatukeri, hatusemi. Je, huu ni upendo wa kweli? Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia nabii. Yeye mlioamini, msalieni na msalie kwa salamu. Suratul Ahzab. Allah na malaika wake wanamsalia Mtume, nasi tumeamrishwa kufanya hivyo, tunatii au tumekuwa watu wa kusahau? Sehemu ya pili ni umuhimu wa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kumsalia mara moja Allah anamsalia mara 10, atamfutia madhambi 10 na kumpandisha daraja 10. Ahmad Nasir ibn al-Hisab, mtu mchoyo kabisa ni yule anaposikia jina langu halafu hanisalii, yani halafu hanisalii. Kwa hiyo unasikia jina la Mtume mara ngapi kwa siku? Unaposwali, unapopita baadhi ya sehemu kusikia mawaidha, je, unakaa kumsalia Bwana Mtume? Je, mwenyewe umejipangilia kumsalia Bwana Mtume? Je, unamswalia au unakuwa miongoni mwa wachoyo wa imani? Sehemu ya 3 kwa mtazamo, kwa nini dua hazikubaliwi? Watu wanalalamika, naomba sana lakini dua hazikubaliwi. Hii maneno tele. Ndugu yangu, una shida ya jambo, unakwenda kwa rafiki, unamlilia, unamnyenyekea ili akupe kile kitu na kumsifia baada ya kukupa kile kitu. Kwa nini usimsifie Mola wako kwa kusalia Bwana Mtume kwa unyenyekevu, kwa yakini, kwa ikhlasi, na utuone usipate kile unachokitaka, na ukaomba hujapata kile kitu unachokitaka? Huenda kuna balaa kubwa liliko likuvae, likutokee, umeepushwa na jambo zito. Mungu anakupa kwa wakati mwingine. Jua kwamba Mwenyezi Mungu hapokei dua ya moyo ulioghafilika. Na tena dua isiyokuwa na swala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haifunguliwi. Qur'ani nayo inasema hivi, Mwenyezi Mungu hawabadili hali ya watu mpaka wabadilike wenyewe yaliyomo katika nafsi zao. Suratul Ra'd inaeleza habari hiyo. Mwenyezi Mungu hawabadili hali ya watu mpaka wabadilike wenyewe yaliyomo katika nafsi zao. Suratul Ra'd. Sehemu ya 4 misingi ya kubaliwa kwa dua. Kutubu kwa dhati, astaghfirullah min al-khataya, astaghfirullah min baraya. Ustubu kwa ikhlas, ndipo dua zetu zitakubaliwa kwa wepesi. Na tubu kwa Mwenyezi Mungu enyi mlioamini. Suratul Nur hiyo. Tubuni kwa Mwenyezi Mungu enyi waumini nyote ili mpate kufaulu. Kusalia Bwana Mtume kabisa
kumsalia Bwana Mtume kabla na baada ya dua. Ni vyema, ni vizuri kula na kuvaa halali, kuomba kwa unyenyekevu na subira, kuchagua nyakati zenye mvuto kama usiku wa manane, kwani usiku Mwenyezi Mungu husema kushuka akasikiliza vilio vya waja wake, kwamba yupo karibu zaidi. Haijalishi kwamba muda wote mchana asubuhi Mungu hayupo, lakini inamaanisha kwamba usiku ule husikiliza maombi ya waja wake kwa ukaribu zaidi. Hapa Ijumaa kati ya adhana na ikama, kati ya adhana ya ikama ukimiwa swala, ama wakati wa adhana wa Ijumaa, wakati ule dua inakuwa mustajaba, inakubaliwa kwa wepesi kabla ya kufunga swala na adhana inapoadhiniwa. Sehemu ya 5, elimu ya dini na kuifahamu sunna. Wazee wetu walikula umaskini lakini walifahamu mtume wao. Leo vijana wanaingia kwenye vikundi vya sanaa na michezo lakini hawaingii madrasa. Dini imewekwa pembeni, Qur'ani haijulikani, sira haijulikani. Elimu ya dini nyepesi, haina gharama kubwa kama skuli, haina sare wala ada ya mamilioni, lakini faida yake ni ya milele. Vile vile maisha yamefanya kuwa watu ni kisingizio kutosoma madrasa. Watu wasumbuliwa na magonjwa yasiyoisha, matatizo ya kiroho, huzuni isiyoeleweka. Mtu anasumbuliwa na majini, uchawi, usta, pengine anaomba dua lakini hafati sharti za dua za kuomba kama vile tulivyotanguliza awali. Hii inaweza kuwa ni sababu usijibike kwa popote unapokwenda, kwani haipo. Mtu anakwenda sehemu kwa mtabibu, anasikia fulani ana tatizo kama lako, washakuja hapa watu 20-30 wanaponda, basi haijawa sudi. Wakati mwingine sio sudi, wakati mwingine wewe mwenyewe ujiweka kwa Mwenyezi Mungu, nafsi yako, unakwenda kwa wataalamu kuomba msaada ili utatulie tatizo lako, lakini imani yako hujajikurubisha kwa Bwana Mungu. Nafsi yako chafu, matendo yako machafu inaweza kuwa ni sababu ya kutotibika matatizo yako. Muhimu ya kuzingatia: swala, zikri, istighfar, kumsalia Bwana Mtume. Ili ni maradhi yako kuwa yenye kuwa mepesi kuondolewa unapokuwa unakwenda kwa wataalamu huyu na yule. Jambo lolote lina sababu. Yani hitimisho langu, Mtume amesema mwenye kumtii Mtume basi bila shaka amemtii Mwenyezi Mungu. Yani Bwana Mtume anasema mwenye kunitii mimi Mtume basi bila shaka amemtii Mwenyezi Mungu. Kwa Kiingereza, then follow me, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Allah will love you, forgive you. Signs Al-Imran, Surah Al-Imran aya 3. Kwa hiyo msalie Mtume kila siku, tubu kila siku, soma Qur'ani kila siku, tafuta elimu ya dini, usiishi kufuata matamanio ya nafsi. Usiishie kufuata matamanio ya nafsi. Fuata nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume mingine iliyotangulia huko nyuma. Maisha yanakuwa na maana pana sana unapomfahamu Mtume wako. Amani ya kweli inapatikana unapomtii Allah. Ewe ndugu yangu, huenda uliomba kwa machozi na Allah aliyaona, lakini wakati haukuwa sahihi. Usikate tamaa, Allah hasahau. Omba tena leo kwa moyo mnyenyekevu. Tusiache kumswalia Bwana Mtume. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamina innaka Hamidul Majid. Au unaweza kusema Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala sallam. Ndiye muumini, msalieni Mtume kwa wingi. Yeye ndiye njia ya dua zako kutoka kwa haraka. Sometimes the answer is not no, it is just not yet. Trust is the one who knows what best for your souls. Wito wangu watazamaji na wasikilizaji, tafadhali ndugu yangu, hii video kama imekugusa, hii mada kama imekugusa, subscribe na share ikiwa bado hujasubscribe kwa channel hii. Vile vile share kwa wengine ili wapate kujifunza, bali kwa wepesi. Ndugu yangu, tuonane katika video nyingine. Usiache kusubscribe na kulike na kushare. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Asante.